Haya vipenzi vyangu, mbele yenu mnaona kuna magari ya aina mbili. Kuna haya magari ambayo ni meupe, ni maarufu sana, watu wengi sana ndio wanayatumia haya magari, lakini kuna haya ambayo yako kama udongo. Kwa hiyo jitahidi unapata haya ambayo yako kama udongo. Magari yana faida kubwa nyingi sana. Kwanza kabisa kwa yule mtu ambaye imetokea amemwagiwa, yani umemwagiwa shahawa siku zako za hatari, basi jitahidi kuchukua kijiko kile cha mtoto tu kidogo, chota, ama kama ni kijiko kikubwa chota iwe nusu ya kile kijiko, usijaze sana, kawaida tu, changanya kwenye maji, kunywa, hautopata ujauzito. Nimesema jamani, ni kwa tahadhari, usinywe too much. Ukinywa too much itakuletea shida, na haina tatizo, kwa sababu haya pia tunayatumia kwenye mboga kama mrenda, huwa tunaweka kwenye mrenda, lakini pia hata kuweka kwenye chakula ambacho unataka kive haraka. Mfano umebandika maharage, unahitaji maharage hivi haraka, huwa tunatupia haya magadi. Kwa hiyo si mabaya kwa kuyatumia, lakini kila kitu kikizidi ni too much. Ukinywa maji kupita kiasi unapoteza maji. Chochote kile ukizidisha kinaweza kukuletea matatizo. Kwa hiyo nimesema ni kitu ambacho unaweza kukitumia kwa dharura. Narudia tena, ni dharura. Kwa hiyo kama ulimwagiwa, usipate pressure, usipanic, usifanye nini. Kwa hiyo mama, sijui binti, hakikisha unakuwa nayo. Usiyatumie too much. Narudia tena, kwa sababu yanaweza yakakuletea matatizo makubwa yakizidi mwilini. Kwa hiyo tumia kwa dharura. Na kwa yule mtu ambaye pia anatafuta ujauzito, usije ukaona unayatumia kwenye mboga zako. Kama mfano sio unapika mlenda unatumia, unaenda kutafuta ujauzito, utatafuta sana. Unaweza kusema mbona sipati? Kwa hiyo kumbe shida ni magadi. Kwa hiyo kama uko kwenye process ya kutafuta ujauzito, usitumie vyakula vyenye magadi. Usiweke haya magadi kwenye vyakula. Kitu kingine unaweza kuyatumia kudekia. Unaweza kutumia kudekia ndani mwako kama sehemu yako ya biashara, kuondoa vijicho, kusa. Ni mazuri sana. Unaweza kuweka kidogo kwenye maji, ukamwosha mtoto ambaye analialia bila sababu, unaenda hospitalini wanakuambia kwamba hawajui mtoto anaumwa nini. Pia unaweza ukayatumia haya kuchanganya kwenye eneo lako ambalo unauza, ama kama kuna kitu chochote unakiuza hakitoki, sijui shamba, sijui unauza gari, sijui unauza nini, chota kidogo. Ukishachota kidogo, weka kwenye maji. Ukishaweka kwenye maji, nuia unachotaka. Ukishanuia unachotaka, kunywa hayo maji. Weka maji mdomoni, usinywe, no, weka tu maji mdomoni, alafu pulizia kile kitu chako. Kama ni shamba, kama ni gari, pulizia kona pembeni zile. Kama ni gari, sijui kama ni shamba, kama ni nyumba, itaondoka haraka, utaitoa. Japokuwa sishauri sana kuuza vitu vyako, labda kama ni biashara, lakini kama ni vitu vyako wasishauri sana, inaweza kapelekea mali zako zote zikaenda kwenye mlolongo. Lakini wewe tu kama kitu kimegoma unauza, unaweza ukafanya kitu. Ni nzuri sana, ni mazuri sana kwa kuondoa vifungo, nuksi, vizuizi vyovyote kwenye maisha. Kama ambapo unatumiaga chumvi, haya unaweza kuyatumia. Ogea siku 3, unaweza kaogea siku 7, 21, na kutegemea na matatizo yako. Nimesema chota kidogo, weka kwenye maji kidogo, usijaze mengi, kidogo tu. Dawa sio chakula, kidogo tu. Kwa kama utakuwa umependezwa na ile darasa, tafadhali bonyeza alama neno subscribe hapo chini ya video, ili uweze kupata madarasa yangu mengi zaidi. Lakini usisahau kulike pia, ili darasa liwafikie na watu wengi, ndugu zako pia wapate kunufaika na ile darasa. Lakini pia hii video unaweza kashana na watu wengine ambao unatamani wajifunze ile somo. Nawapendeni sana, tuonane wakati mwingine, na kwaheri.